Habari, nikukaribisha tena katika marekebisho ya cherehani kama tulivyokuwa tukiendelea. Ni muda kidogo tulikuwa hatuko hewani, lakini sasa tunaendelea na mafundisho yetu. Leo nataka nikufundishe usiwe unafunga cherehani kwa kitambaa katika eneo la stitch. Ukiona stitch yako ya cherehani inapana na kushuka yenyewe, hiyo sehemu unatakiwa kuirekebisha, wala usifunge na kitambaa. Ni sehemu ndogo sana ambayo unatakiwa kurekebisha. Ni huwa nati yake tu ya kuifungia hiyo stitch imelegea. Kwa hiyo cha kufanya utaikaza tu hiyo nati yake. Sasa ni process gani unaitumia ili kuikaza nati yake? Utakapoikaza cherehani yako itakuwa vizuri kabisa. Cha kwanza utafanya hivi. Utazungusha ile gurudumu kidogo, utaona kuna tundu hapo kwenye ako kamwili ka cherehani. Utaona kuna tundu ambalo ndani yake kuna nati, ambayo ile nati ndio inatumika kukaza stitch. Sasa ile nati ikilegea, stitch lazima inakuwa nyepesi. Kwa hiyo unakuta ukiendesha tu cherehani, stitch inapanda juu yenyewe. Unakuta kitambaa hakitembei. Kwa hiyo utakachokifanya sasa, utaamua kufungua hiyo cherehani. Utakapofungua, utafungua hiyo sehemu kwanza. Kama cherehani yako ni ngumu, utaanzia hiyo nati ndogo afu utarudi ufungue hii kubwa. Ukishamaliza hapo utachomoa ile gurudumu kama hivyo unavyoona. Ukishachomoa ile gurudumu, utakuwa umepata urahisi wa kuiona kwa uzuri kabisa ile nati ambayo inakuwa imelegea. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa, utakapofungua ili uifunge hiyo nati, angalia stitch yako hii hapa. Hii stitch wakati wa kuifunga nati unatakiwa uikandamize kwa chini, kwa sababu ndio gia kubwa. Kwenda chini ndio gia kubwa. Kwa hiyo unakandamiza kwa chini kama hivyo, alafu utachukua bisibisi, utaikaza ile nati ya ndani pale inayoonekana kwenye hilo tundu. Na wakati wa kukaza hiyo stitch yako itapanda juu kama unavyoona. Kwa hiyo ili isipande juu, hakikisha ule muda ambao unakaza nati yako, hii stitch unaikandamiza kwa chini kwa mkono wako. Kwa wakati unafunga nati, stitch umeikandamiza kwa chini. Ukishafunga unaona stitch inakuwa ngumu kutembea kama hivi unavyoona. Hapa nimeshafunga nati, nimekaza vizuri kabisa. Nakuta stitch ni ngumu kupanda na kushuka. Na inatakiwa iwe hivyo kwenye cherehani. Stitch haitaki kuwa rahisi hivi. Kwa hiyo ukishamaliza hapo kufunga, basi nakuwa tena umeshamaliza hiyo changamoto ya cherehani ambayo ilikuwa inapelekea cherehani kitambaa hakitembei. Kuna kutambako tumia mkono wako kuvuta wakati meno ya cherehani hapo. Kwa hiyo sasa utakachokifanya hapo, utarudishia hili gurudumu la cherehani. Kumbuka, usirudishie tu ili mradi. Hakikisha unafuata process zake au hatua za kufunga gurudumu la cherehani kwenye mashine. Kwa angalia hiyo pete yake nayo iweka ambayo ina loki ya meno mawili hayo pembeni na pembeni. Hayo hakikisha yanaenda vizuri. Alafu ndio unakuja unafunga kama mfuniko kake au nati yake ya juu. Kama unavyoona hapo. Kwa hiyo ukishafunga hiyo nati yake hapo utakuwa sasa umemaliza. Hata ukiendesha unakuta hii stitch haipandi wala kushuka. Hapo ulipoamua ikae wewe ndipo unapoweka. Kwa hiyo utakuwa una set tu na mkono wako na meno yanakuwa yanatembea vizuri. Kwa hiyo hadi hapo unakuwa umeshamaliza changamoto yako. Endelea kutufuatilia, na kama hujui namna ya kuuliza maswali, uulize hata kwa namna ya kutoa comment. Na endelea kutufuatilia kwa mafundisho zaidi.